Sisi tumefika hapa kwa Mama Kafuye kama kamati ya usalama, nikiwa nimeongozana na kaimu OCD pamoja na wajumbe wengine wa kamati ya usalama. Lengo la kufanya ziara hii, tumemsikia Mama Kafuye akiwa amelalamika kuhusu kutolewa ndani ya nyumba yake. Lakini pia vile vile Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amenituma kuja kufika hapa na kuhakikisha kwamba mama huyu anarudishwa ndani ya nyumba yake, wakati suala lake likiendelea kufanyiwa uchunguzi na TAKUKURU kuhusu uhalali wa nyaraka ambazo anasema zimempatia ushindi mtu ambaye ana mgogoro naye. Ifahamike kwamba serikali ipo kwa ajili ya sheria kama nilivyosema, na wao wanatakiwa wasimamie sheria. Kiongozi anayekiuka amri ya mahakama anavunja uhalali wake wa kimaadili, kwa sababu mahakama imeshasema kwamba haki ni ya fulani. Kama nyinyi mnachunguza swala forgery, kwa sababu kuna vitu viwili, kuna madai na jinai, ni vitu viwili tofauti. Kwenye mgogoro wa ardhi ilishathibitika nani mmiliki, mpaka mahakama kuu ya rufani ilishafunga mjadala wake. Kama kuna forgery, manake zinachunguzwa huko. Sasa unawezaje kumuingiza mtu katika eneo ambaye mahakama ilishasema huyo mtu atolewe na asirudi, eneo akabidhiwe fulani? Unapomuingiza pale, manake ni kwamba serikali, wewe umejipa mamlaka, au waziri au mkuu wa wilaya umejipa mamlaka na umepola mamlaka kisheria ya mahakama kama chombo cha utoaji haki, na ukajipa wewe kwamba wewe ni mamlaka ya utoaji haki, na ukadharau maamuzi ya wazee, maamuzi ya mahakama kuu mpaka mahakama kuu ya rufani, kitu ambacho ni hatari kwa taifa, kitu ambacho ni hatari kwa taifa, kwa sababu watakapokuwa wanafanya hivi, kitu ambacho kitatengenezwa hata kwa maofisa wa chini, manake wananchi na viongozi mbalimbali wa serikali wataidharau mahakama, na mahakama ikidharauliwa, manake haki haiwezi kuonekana inatendeka vyema kwa mujibu wa sheria, kwa sababu watu wataamini kwamba nguvu zipo kwa mtu au kwa waziri au kwa mkuu wa wilaya na sio mahakama. Manake hapa tutatengeneza ghasia, chuki na vurugu, kwa sababu tutatengeneza utawala wa watu wenye nguvu kuliko sheria. Hii ndio hatari yake. Na serikali na akiwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mawaziri wote, mkiwasikiliza kwenye vipo vyao, na wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, wanaapa kulinda na kusimamia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katiba imeshasema kuna uhuru wa nini? Wa mahakama. Na serikali haitaki kuingilia uhuru wa nini? Wa mahakama. Sasa iweje leo mtu huyo ambaye ametolewa kwa maamuzi halali ya mahakama, serikali ambayo wameyasimamia na kutoa ulinzi, vyombo vya ulinzi na usalama vilisimamia na vinajua A to Z, iweje leo huyo mtu akaja kurudishwa ndani? Nini maana yake? Nini maana yake? Tunatengeneza kitu gani? Kitu ambacho ni hatari sana katika utawala wa sheria. Na ndio maana waga nasema, unajua kuna kipindi mimi huwa naeleza bayana, shida sio sheria, shida ni wasimamizi wa sheria. Sheria zetu hazina shida hivyo. Shida ni wasimamizi wa sheria kujitaka wao wanaweza wakataka kujiona wako above the law kuliko sheria inavyoeleza. Tunajua mamlaka ya waziri mkuu, tunajua teuzi ya waziri mkuu jinsi inavyofanyika, na tunajua mamlaka yake ambaye anamsimamia. Tunajua ni taasisi kubwa, ni mtu mwenye mamlaka makubwa, lakini mamlaka yake hayo hapo kwa mujibu wa sheria, na yeye sio mkubwa kwa mujibu wa sheria, wala mkuu wa wilaya sio mkubwa kwa mujibu wa sheria. Na wanapovunja maamuzi ya mahakama, sisi wajibu wetu tunao uwezo wa kushirikiana kikamilifu, pasi muhali, pasi uwezo kumuogopa mtu aina yote. Na sisi huwa hatuogopi mtu aina yote, kwa sababu sheria inaelekeza nini tufanye. Na kazi yetu sisi ni kulinda maamuzi halali ya nini? Ya mahakama. Na tunao uwezo wa kuita mahakamani ni kwa nini wasiadhibiwe kwa hiki walichokifanya. Yaani kuleta ziaka katika muhimili wa nini? Wa mahakama. Lakini tukaona kabla tujafikia huko, tutoe salamu. Na waandishi wa habari tunaomba tufikishie salamu. Na salamu hizi
Kwa jamii, umma na serikali, kwanza ifahamu, taifa halivunjiki kwa ukosefu wa sheria. Huvunjika kwa kutotii sheria. Yaani kama utotii sheria maana yake unakwenda kuvunja nini? Unakwenda kuvunja nanilia? Kuvunja taifa. Kwa hiyo kupitia hili, kupitia maamuzi haya halali ya mahakama, tunaomba ofisi ya waziri mkuu na mawaziri wote, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, warejee kwenye mstari wake. Jambia lirudi kwenye ara yake, ili wasitengeneze sintofahamu katika jamii. Kwa sababu tunajua sisi hapa tulipo na malalamiko ambayo yanaendelea na tume ambazo zimeundwa, na ikiwemo tume za kijinai na tume nyinginezo ambazo rais mpaka leo zinafanya kazi. Malalamiko ya wananchi ni kwamba haki haionekani inatendeka vyema. Sasa kupitia hili, tukianza kushtakiana mahakamani, tukataka tumwite waziri mkuu na maafisa wengine wote, maana yake tuna haki kwa mujibu wa sheria. Wanaweza wakasema pia hawa ni wachochezi au wanafanya harakati. Unajua watu wanaweza wakatafsiri namna wao wanavyojua, lakini na sisi tutakuwa hatuna budi, mimi na maafisa wangu wote, mawakili waandamizi, si ndio, kushughulika kwa mujibu wa sheria ili kulinda haki ya mtu kwa mujibu wa sheria. Kwa kabla hatujafika huko, hala mti na jicho, kile ambacho kimefanyika na mkuu wa wilaya waeleze bayana kwenye umma kwamba kilikuwa kipo kinyume na utaratibu, na sasa serikali isimamie maagizo halali na amri halali za mahakama, na uchunguzi wa makosa ya kijinai hauasili mchakato wote wa madai ambayo yameshaamuliwa. Kwa sababu hata leo ukisema wewe unachunguza, sijui umeelewa mpaka hapo ukaja ukabaini labda kuna forgery, bado uchunguzi wako hauwezi kubatilisha yale maamuzi ya mahakama, ni mpaka urudi huko mahakamani, hata kwa sababu makosa ya jinai anahukumiwa mtu amefoji, maana huyo mtu amekosea jamhuri. Kwa maamuzi ya mahakama yataendelea kusimama halali mpaka pale atakapotenguliwa na mahakama. Mwiba uchomolewa pale ulipoingilia. Kwa kilichofanyika na sababu ambazo wamezitoa kwamba wanafanya uchunguzi. Unafanya uchunguzi ndio mrudishe mtu katika eneo. Mahakama imeshasema mtu asiende kwenye eneo. Yaani sasa wewe kama unafanya uchunguzi kabla hujatoa matokeo ya uchunguzi, unawezaje kumrudisha mtu? Maana yake ni kwamba utapomuingiza mtu katika eneo alafu unafanya uchunguzi, maana yake umeshatoa haki tayari. Umeshasema kwamba huyu amefanyaje? Ni mkosefu. Huyu ni halali. Kwa sababu uchunguzi huru ni kwamba asiwepo mtu yoyote. Si ndio? Mchakato wa kisheria ukamilike. Mwanasheria serikali ashirikishwe. Kwa sababu mambo ya jinai lazima faile kwa DPP, ofisi ya taifa ya mashtaka, alafu naye alisome aeleze kilichopo kwenye jaladani, anaona kiko sahihi ufunguliwa mashtaka ya jinai au hakipo sahihi. Sasa wewe kabla hujafikia result ya uchunguzi, unafanyaje uchunguzi? Mtu ameshatolewa kwa amri ya halali ya mahakama, unamuingiza alafu unasema asibuguziwe, alafu unafanya uchunguzi. Yaani hiyo hatuwezi kuonana ndondo kipo cha pili cha. Sisi sio mandondo chat. Sisi ni waungwana, sisi sio watwana. Tuna serikali kamili yenye maadili. Huo ndo ukweli. Kwa hiyo kupitia hili tunamuomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao yeye ameapa akiwa kama mkuu wa nchi na serikali, amiri jeshi mkuu, ni vyema aendelee kusisitiza watumishi wake wote ambao amewateua kusimamia viapo, kusimamia katiba, kusimamia sheria, kwa sababu watakavyoharibu huku wanamchonganisha yeye na wananchi. Huku ni kuchonganisha wananchi na serikali. Leo makelele mengi unaweza kusikia rais analalamikiwa. Si kwamba rais anafanya yale, ni watendaji wake, watumishi wake wa chini wanapelekea haya malalamiko yasio na lazima dhidi yake. Ni kwa sababu ya uzembe, uwezo wa kufikiri, ili hali wana sheria, wana kanuni, wana miongozo. Kwa sababu ukiwa mtumishi wa umma unapovunja sheria,
Maana wewe ni mhalifu kama wahalifu wengine. Kwa sababu una sababu gani za kuvunja wakati sheria unaishi nayo na umekwenda mafunzo, tumekuajiri kwa mujibu wa sheria na umesaini mkataba na unajua maadili ya utumishi wa umma? Na natakiwa pia wenyewe waelewe kwamba nyumba ya mfalme haitaki kuwa na tuhuma. Kwa nini sasa wanakaribisha tuhuma nzito katika ofisi ya umma, ikiwemo ofisi ya waziri mkuu au ya mkuu wa wilaya? Ile ni ofisi ya umma, ile ni nyumba ya mfalme. Yaani wewe baada ya kusimamia sheria, kusimamia katiba, kusimamia maamuzi halali ya mahakama, unakuja kutaka kutengenezea kitu cha kiufundi. Tukae kimya? Lo salala. Muhaliati. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, ni kwamba wasipotengua yale maamuzi yao, tunasema tu wazi, hatutosita kuchukua hatua kali kwa mujibu wa sheria. Hatuangalii mwendo wa mtu, cheo chake, yeye ni nani, kwa sababu sheria iko bayana. Sheria iko bayana, tutasimamia sheria. Kwa mimi kama mkurugenzi wa hii taasisi nitaelekeza maofisa wangu wote wa sheria waandamizi, mawakili, wasomi kwamba ni lazima tuhakikishe tunachukua hatua kali, na ili iwe fundisho kwa wengine. Watu wasirejee michezo namna hii, kucheza tu na masuala ya mahakama tukatazama. Yaani kama wewe mahakama inatoa haki, uje utoe kitu kingine. Hii ni hatari ya taifa. Kwa sababu katiba au uhuru wa mahakama si pambo katika katiba. Ni ngao. Ni ngao ya taifa. Ni nguvu ya taifa. Ni nguvu ya taifa katika utawala bora. Ni nguvu ya taifa katika utawala wa sheria. Ni nguvu ya taifa katika mchakato mzima wa haki za binadamu. Kwa sababu katiba imeshasema. Kwa hiyo tunataka tuseme tu mahakama ipo huru, tumeandika kwenye katiba, alafu uhuru wenyewe uonekane ukasimamiwa. Hii itakuwa iko sawa sawa kweli? Ni lazima turudi kwenye utamaduni wetu. Maamuzi ya mahakama yaheshimiwe, yasidharauliwe na mtu yoyote. Tena habari hii naweza nitumie lugha gani? Hii iishe mara moja. Tena iishe na ikome mara moja. Uwezi ukadharau maamuzi ya mahakama kiasi hichi. Uwezi ukadharau wazee wamejifungia, majaji watatu, justice of appeal wamekaa, wamekuja na maamuzi, alafu yanakuja kuvunjwa na mtu.